Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu kuliko jina lote, jina la Mwenyezi Mungu. Waende moja kwenye pointi kuhusu vitunguu saumu. Vina uwezo mkubwa sana wa kushusha pressure ya juu, na vitunguu saumu mpaka pharmaceutical industry kiwanda cha dunia nzima cha madawa chini ya Umoja wa Mataifa kinataka kuanza kutengeneza vidonge vya supplement au virutubisho tiba ambavyo vinatokana na vitunguu saumu kutumika kama kushusha pressure. Yani wameshaviconsider yani kwamba vinaweza kushusha pressure sana, kwamba hadi wanataka watengeneze vidonge vyake pia. Sasa vitunguu saumu pia vina uwezo kushusha pressure sana mpaka ikashusha kutoka pressure ya juu mpaka ikupelekea kwenye hatari ya kufika kabisa kwenye pressure ya chini. Ndio maana inabidi ufahamu hasara zake za vitunguu saumu. Nitawaelezea zote hapa na faida zake za vitunguu saumu na jinsi kinavyofanya kazi mwanzo mpaka mwisho, na vitu gani ambavyo vinahitajika muhimu na namna ya kuvitumia kiasi gani. Umenisikia? Vitunguu saumu ni tiba nzuri sana. Mpaka Umoja wa Mataifa wanataka consider kutengeneza vidonge vyake vya supplement. Kuna nchi kama za Japani, China washaanza kutengeneza. Lakini sasa fahamu kitunguu saumu kimezidiwa uwezo na ni bora utumia kitunguu maji kwa ajili ya pressure, kushusha pressure iwe katika hali ya kawaida kuliko kitunguu saumu. Ni bora utumie kitunguu maji kuliko kitunguu saumu, kwa sababu kitunguu saumu ni hatari zaidi kuliko kitunguu maji, na nitaeleza kwa nini. Kitunguu maji ni bora kuliko kushusha kuweka pressure sawa. Kwa kitunguu maji kinaweka pressure sawa, inakuwa kawaida, ipeleke mpaka chini. Kitunguu saumu hichi kinashusha mpaka pressure inakuwa chini zaidi. Tuende kwenye pointi zaidi. Vitunguu saumu vina uwezo wa kushusha pressure. Ngoja nieleze kuhusu vitunguu saumu vinashushaje pressure. Vitunguu saumu kwanza ni pamoja na vitunguu maji, vyote vinatoka katika familia moja ambayo inaitwa familia Allium genus. Yaani aina moja ya jamii ya mimea moja kutoka kwenye familia moja inafanana. Ila katika hiyo familia moja superstar aliyetokea ghafla kama maarufu ni vitunguu saumu. Vitunguu saumu ndio ilikuja kama superstar hii familia ya Allium genus. Maana vitunguu saumu watu wengi wanavifahamu kama tiba, ndio nitaelezea kama tiba vipi, mpaka Umoja wa Mataifa, pharmacy za industry za dunia zinataka kutengeneza vidonge vyake. Lakini ndani ya jiko lako kumbe una tiba kubwa sana ya kuweza kushusha pressure. Wanataka kutengeneza vidonge vya vitunguu saumu kwa sababu vinakuwa vina faida sana kwenye kushusha pressure kuliko hata dawa za anti-hypertension drug, dawa zenyewe zenye kemikali za kushusha pressure. Ni kwamba upati hasara zile dawa. Kwa kitunguu saumu kina faida zaidi kwenye kushusha pressure. Ila ni namna ukikosea napo ni shida mkiwa majumbani. Kwa leo nawaeleza, Mwenyezi Mungu kanituma hapa kuweza kufikisha ujumbe kwa raia wetu. Haya. Zote zinatoka katika familia moja, kitunguu saumu na kitunguu maji. Umeona ndugu yangu? Na namna ya jinsi kitunguu saumu kinavyofanya kazi ndani ya mwili wa binadamu. Kwanza kitunguu saumu ni antibacteria. Ina maana ni antimicrobiome. Antimicrobiome maana yake ni antifungus, ina uwezo kuua fungus wana chini ya miguu. Pia kitunguu saumu kina uwezo wa kuua parasite aina tofauti ya minyoo. Pia kitunguu saumu ni antibacteria. Antibacteria maana yake ina uwezo wa kuua bakteria, especially hususan bakteria fulani ambao wanaweza kusababisha ukawa na harisha. Kwa moja ukiwa na harisha, pia ukiwa kwenye diarrhea unaweza kukimbilia pia kutumia vitunguu saumu kabla hujatumia dawa za kemikali. Umeona? Pia kitunguu saumu kina sifa za kuwa na antivirus, ina uwezo wa kuua virus ndani ya mwili. Umeona? Pia kitunguu saumu kina uwezo wa kuyeyusha uvimbe, anti-inflammatory. Inflammation maana yake ni uvimbe. Ni moja ya maelezo pia inflammation maana yake ni uvimbe. Umeona? Pia inflammation pia inaweza kusababishwa labda na mikwaruzo ndani ya mwili au uvimbe. Njia rahisi ya kunielewa kuhusu anti-inflammation kwa inaweza kupunguza uvimbe. Pia kitunguu saumu kina uwezo wa kufanya ini lianze kutoa sumu, detoxification process. Kitunguu saumu hichi na kitunguu saumu hichi kuna compound moja, kuna kitu ambacho kiko ndani ya kitunguu saumu maalum kina uwezo wa kufanya hizi kazi zote. Ngoja niwaeleze hicho compound yenyewe inaitwaje. Hiyo kilichoko ndani ya kitunguu saumu ambacho kinafanya kazi zote kubwa hizo inaitwa allicin. Hii ni hatua ya jinsi ya kinavyotokea, nitawaeleza. Pia kitunguu saumu kinafanya damu yako inakuwa nyembamba na nyepesi sana. Ndio maana kitunguu saumu unatumia sana, damu yako ndani ya mwili inakuwa nyepesi sana, inaweza kutibu pressure ya juu kwa sababu ya kufanya damu iwe thin, nyembamba. Umeona, ili iweze kuflow vizuri. Na sasa pia ni hatari pia. Umeona? Sababu damu yako ikiwa nyembamba nyepesi sana, ukienda kupiga operation inabidi umwambie daktari, ukijikata kidogo damu inavuja nyingi. Damu inakuwa na fluffs.
na kuvuja nyingi sana, na kwa nyepesi sana. Pia vitunguu saumu kwa unafanya mazoezi au mnaenda gym, inaweza nakupa stamina kubwa sana kutumia kila siku. Si mchezo, vitunguu saumu vina faida sana, sio nauma ukiwa umwe pia. Vitunguu saumu vinaondoa uchovu, unakuwa unapiga tizi balaa. Vitunguu saumu pia ni anti-cancer. Vina uwezo wa kuua kabisa seli za kansa. Nitaweka chini ya hii video, nitaweka evidence kabisa ya story ya mtu ambaye amepona kansa. Alikuwa anatumia vitu vingi tofauti, na video yake utaona chini hapa. Fuata video zangu YouTube, naweka na evidence chini. Mmoja mtu alitumia vitunguu saumu pia kumtibu kansa. Anasema alikuwa anakula dozi nyingi ya vitunguu saumu, si mchezo. Na alikuwa na consider na vitu vingine, alikuwa anaangalia vitu vingine pia vya kufanya, lakini moja ya vitu alivizidisha, alikuwa anatumia vingi sana, ilikuwa ni vitunguu saumu hivi. Na alipona kansa stage ya namba 4, stage 4. Kwa hiyo angalia video utaiona ya YouTube, nimeweka hapo chini. Ushuhuda kabisa ya mzungu fulani kufanya research zaidi. Okay, vitunguu saumu pia vina uwezo pia wa kufanya kushusha pressure. Njia moja hapa ambayo inashusha pressure ni kwamba inafanya kitu kinaitwa nitric oxide izalishwe ndani ya mwili nyingi. Nitric oxide ndio inafanya mishipa ya damu itanuke. Ikishatanuka mishipa damu, hata damu inakuwa inapita vizuri. Suppression inasababisha mishipa damu pia kuganda, kukakamaa, kubana, kwa sababu unakuwa kuna pressure, ni kwamba mwili unashindwa kupoteza chumvi. Kwa mwili unashindwa kupoteza chumvi, pia sodium ndani ya mwili inakuwa ni ndogo sana, kwa sababu insulin inakuwa inafanya mishipa inakakamaa. Kwa mishipa inapokuwa inakakamaa na bana, hii nitric oxide inaweza kufanya mishipa hii itanuke. Mishipa kitanuka, ndio maana damu inaenda vizuri, kwa sababu kitunguu saumu ndio inafanya hicho. Hichi kitunguu saumu si mchezo. Mpaka Umoja wa Mataifa pharmaceutical industry nataka kutengeneza vidonge vyake, si mchezo. Vitunguu saumu hivi vinaweza kushusha cholesterol, si mchezo. Mafuta mengi ndani ya mwili inashusha. Umeona? Vitunguu saumu hivi pia vina hasara sana, si mchezo, na nitaeleza hasara zake na jinsi ya kutumia. Ngoja niendelee. Vitunguu saumu kwanza, namna ya kuvitumia na kuvitengeneza kuweza kuvila. Watu wengi wanachukua vitunguu saumu na meza, hivyo wapate faida zake. Watu wengi wanachukua vitunguu saumu watafuna na meza. Tafuna hapo pia faida yake upate yote, unapata ndogo sana. Namna ya kutumia vitunguu saumu na kuweza kupata faida zake 100%. Ukichukua kitunguu saumu, kwanza kipasue. Ukisha kipasua au kiminya au kikatekate, tafuta njia ambayo uweze kukitanua tukiwa wazi. Kipasue, ukivunje, kata na kisu. Ukishakata pale, usiende kila moja kwa moja, kwa sababu ukata pale kuna madini yanaitwa iron. Hayajabadilika bado kuwa tiba sisi tunayoitaka, ambayo inafanya kazi zote, zina hasara zake nitakueleza. Kinaitwa allicin. Na pia ipo inaitwa dialyl sulfide. Umeona? Kuna vitu viwili ndani ya kitunguu saumu vinafanya kazi zote hizo, ambapo maajabu ya vitunguu saumu. Mpaka Umoja wa Mataifa pharmaceutical industry inataka kutengeneza vidonge vyake kuweza kutibu pressure na magonjwa haya, kwa sababu ya hizi nilizokueleza. Kwa sababu hii component allicin na maajabu sana ndani ya mwili, na pia na hasara zake ambazo nitawaeleza zaidi. Ukishakata kitunguu saumu pale ukakiacha pale, kinakuwa kina madini yanaitwa iron, bado hajabadilika kuwa allicin. Unabidi kitunguu saumu kikata usile moja kwa moja, unakiacha kwanza dakika 10 mpaka 15, ndipo baada ya hapo unakila. Umeona? Ukiacha pale madini ya iron madini ya iron yanakutana na oxygen hewani, yanakutana na oxygen hewani. Hewa ya oxygen hewani na madini ya iron ambayo kwa katakata yanakutana na madini ya hewa ya oxygen. Kutana na oxygen pia inaweza kureact na kuform kitu kinaitwa alanine. Alanine ni protein ambayo inapatikana ndani ya kitunguu saumu, building block, sema tofali ya kujenga hii. Kitunguu saumu yapo inaitwa alanine, yako mle ndani madini haya. Ikipigwa na hewa inabadilika na kuwa alanine. Hii ndio protein maalum imebadilika kutoka alanine kwa alanine. Afu baada ya hapo kutoka alanine ndani ya dakika 10 hizo 15 unavyoacha, ndio reaction, mabadiliko hayo yanatokea, unapata allicin. Kitu cha mwisho kutoka alanine au alinase, unaweza kusema hivyo, alinase wewe tu, alini au alani, wewe utakavyojisikia kuongea, mradi umenielewa. Mpaka allicin, kutoka alanine au alinase au alini, wewe jisikie allicin au allicin, vyovyote tu allicin, utakavyojisikia kutamka, mradi umenielewa tu. Kwa haya madini ya allicin ndio madini yanaweza kufanya vitu vyote hivi vya ajabu, na mpaka Umoja wa Mataifa pamoja na ulimwengu wa pharmacy duniani unataka kutengeneza vidonge vya supplement vya vitunguu saumu.
Ndiyo ndugu zangu, na madini yaliyoko ndani ya vitunguu saumu yanafanya kazi nyingi sana. Madini ya muhimu ni haya, yanaitwa allicin na diallyl sulfide. Nataka uangalie Google zaidi, diallyl sulfide, diallyl sulfide na allicin ndio majini yanayofanya kazi zote hizi. Sasa ndio maana kitunguu saumu usikitumie moja kwa moja, ni kama nilivyowaambia, unakata kwanza, unakipasua, tafutana na kiwe wazi, unakiacha dakika 10 mpaka dakika 15 ndio unakitumia kwa ajili ya kuweza kutibu pressure. Sasa watu ukifanya njia hapo, sio kirushe tu mdomoni kutafuna hapo fast, unakimeza fast, at least unaogopa chungu, hivyo upate faida yake kabisa, au ukakimeza ndo kabisa upate faida yake. Kwa nabidi unakichukua kitunguu saumu, unakipasua, kinakuwa wazi, na subiri dakika 10-15 ndio reaction inabadilika kutoka allicin ndio unapata allicin, ndio nakila. Sasa hichi ndio chenyewe ndio tiba ya magonjwa yote haya. Ukifanya tofauti na hapo, upate faida ya kitunguu saumu au ni ndogo sana unapata. Unashangaa unatumia kitu uelewi. Okay, na ile harufu ambayo unakuta na kutumia vitunguu saumu sana, moja wapo ya sala ya kutumia vitunguu saumu ni kwamba unakuwa unaweza kutoa muda mwingi uko peke yako, watu wengi watakutenga sana kwa sababu harufu ya vitunguu saumu ni harufu nzito sana. Lakini harufu nzuri. Mbona mtu anajua kabisa unatumia tiba yenye faida zote hizi, lakini unanukia kitunguu saumu, kwa nini ukimbie? Ni harufu ya tiba. Umeona? Ipokuwa kina hasara pia kizidi, nitaeleza hasara zake. Vitunguu saumu ni hatari. Lakini unakuta ile harufu inatokana na madini haya yanaitwa allicin, ndio inaleta ile harufu nzito ile. Kuna research za nyuma zilikuwa zinasema kwamba ile harufu na phosphorus gas. Sasa kufuatilia zaidi, nikaenda deep zaidi, kumbe sio phosphorus gas inatoa ile harufu. Harufu ile phosphorus of course inapatikana pia katika vitunguu saumu. Vitunguu saumu vina madini mengi sana pamoja na phosphorus hapo. Lakini ile harufu inatokana na madini ya allicin. Hayo yenye compound ni uwezo kufanya vitu vyote, vina faida zote nilizoeleza hapa. Na namna ya kutumia vitunguu saumu nimeonyesha hapo. Pia kiasi gani kwa siku unahitaji utumie vitunguu saumu. Kiasi gani kwa siku unahitaji utumie vitunguu saumu. Recommended daily amount au RDA. Recommended dietary allowance, kiwango ambacho unahitajika kitunguu saumu utumie kwa siku. Kisizidi kwa mtu anataka kushusha pressure na kupata faida zake zote hizi. Kisizidi 2, kitunguu saumu kimoja mpaka 2. Kama unahitaji zaidi visizidi 2. Hii ni sawa na ujazo wake au wa vitunguu saumu ya madini ya allicin. Ni sawa na miligramu 200 mpaka miligramu 600 miligramu. Mwisho usitumie vitunguu saumu zaidi ya 2 kwa siku. Kwa siku usitumie vitunguu saumu zaidi ya 2 kabisa, kama unafanya unaendelea, ili kuweza kupata faida za pressure. Umeona? Inabidi unajifuatilia pressure yako, kwa sababu vitunguu saumu vinaweza kushusha pressure kutoka pressure juu mpaka kupata pressure chini. Kwa hiyo ni moja ya hasara zake, na zingine nitawaeleza zaidi. Kitunguu saumu ni hatari sana. Umeona? Na hasara pia nitaeleza hasara nyingine hapo kwenye mshipa wa damu inafanyaje na faida zake nitawaeleza. Kwa siku unatakiwa usizidishe vitunguu saumu 2. Sasa vile supplements ambazo Umoja wa Mataifa wanataka utengeneze kwa ajili ya kutibu pressure, sasa vinakuja na ujazo pia miligramu 200 mpaka 600 ya madini ya allicin, ambayo sasa usizidishe vitunguu 2 kwa siku, kimoja au 2 kwa siku, ndio kiasi kiwango maalum kinachotakiwa kutokana na Umoja wa Mataifa. Anatakiwa wanashauri vitunguu saumu visizidi 2. Na vitunguu saumu vina uwezo wa kushusha pressure. Cheki uwezo wake ulivyo mkubwa kushusha pressure. Ina uwezo wa kushusha pressure ambayo ile katika mashine unayosoma ile systolic juu, chini diastolic katika mashine ya kupima pressure ile. Unaona? Systolic ina uwezo wa kushusha pressure milimita 5 mpaka 10 systolic. Na pia inashusha pressure ya chini pia milimita 2 mpaka 5. Kila siku unavyozidi kutumia kwa siku, inashusha pressure, si mchezo. Kwa sababu ndio maana inaweza kupelekea pressure ya chini kushuka balaa ikawa kubwa zaidi, ukapata shida. Katika inashusha pressure zote. Yaani inashusha pressure ya juu inakuja katika hali ya kawaida, pia na pressure ya chini inashushwa. Kwa hiyo ukashuka chini sana, ikawa ni hatari. Moja ya hatari, nyingine hatari zingine nitawaelezea. Na pia inaweza kufanya damu yako ikawa nyepesi sana kupitiliza kiasi. Ni moja ya hasara zake vitunguu saumu, kwamba inaweza kupelekea damu ikawa nyepesi sana kupitiliza kiasi. Lakini ukitumia kitunguu maji haiwezi kufanya hivyo. Ndio maana naambia katika familia hii vitunguu saumu na vitunguu maji vinatoka familia moja. Lakini bora zaidi katika hii familia ni bora kutumia kitunguu maji. Unapata faida hizi zote. Tena kitunguu maji utumie, namna ya kutumia nitaendelea kueleza zaidi, ngoja. Kitunguu maji ukitumia pamoja na kitunguu saumu, kwenye jinsi ya kukitumia naeleza zaidi.
lakini hicho ndio kiwango ambacho inaweza kushusha pressure, miligramu 5 mpaka 10 systolic na milimita 5 mpaka 2. Milimita 5 mpaka 10 systolic juu, 2 mpaka 5. Yaani inashusha pressure balaa. Na uwezo si mchezo vitunguu saumu, lakini vitunguu maji ni bora zaidi. Sasa vitunguu maji, jinsi ya kupata faida yake vitunguu saumu, vitunguu maji ni kwamba, kwa mfano labda ukiwa unapika chakula, vitunguu saumu au vitunguu maji ukiweka mwanzoni pale wa msosi, ukapika mwanzoni mpaka mwisho, utapata faida zake nyingi, utazipoteza. Pendo ukiwa unapika chakula, dada zangu, mama zangu ambao mko majumbani, ukiwa unapika chakula au hata kaka zangu na muone kujipikia, akiwa yupo mama au dada au shemeji akiwa yupo, unaamua kujipikia, wakati kupika uweze kupata faida za vitunguu saumu na faida za vitunguu maji, penda kuviweka mwishoni kabisa wa msosi. Yaani pale msosi unapokaribia kuiva mwishoni, ndio unaweka vitunguu saumu vyako ambavyo umeponda ponda na vitunguu maji ambavyo umekatakata, ukitaka kupata faida yake. Kwa sababu tunaongelea vitunguu saumu leo, unaweka mwishoni pale kama dakika 10, wakati kinaiva ndio unatoa. Usikipika mwanzoni au katikati, hautopata vikipigwa moto sana, kwa sababu vikipigwa moto sana joto vinapotea uwezo wake na vinaharibika uwezo wake. Vitunguu saumu vikipigwa moto vinaharibika sana uwezo wake, hata madini ya allicin yanakufa. Yanapotea kwa madogo kabisa au yanakufa kabisa ndio kwenye joto. Umeona? Kwa ndio hivyo ndugu zangu, na pia kwamba kwa mfano vitunguu saumu vina uwezo mkubwa sana. Hizi ni kwamba sifa za kuwa antibacteria au antimicrobiome, kiasi kwamba ukiwa kwenye dozi ya dawa yoyote ya infection, kwenye dozi yote ambayo ukiwa nayo kwa dawa ya infection ya magonjwa yanayoambukiza, labda kwenye dozi ya malaria, typhoid, UTI, magonjwa yote, ukiwa huku pia unakula vitunguu saumu kimoja au viwili kwa siku, inakusaidia wewe kupona haraka sana. Kwa sababu kitunguu saumu nimekwambia ina sifa ya kuwa antibacteria, antimicrobiome. Inafanyaje? Inauaje bakteria ndani ya mwili. Inakula na kukwangua ukuta wa juu wa bakteria, au unaita bacteria plasma membrane. Inaweza kula bakteria, ndio yuko kama hivi, si ndio? Inakula ukuta wake wa juu, inaula wote huo, kwa inabaki wazi. Umeona? Na sio tu inaweza kula ukuta wa juu wa bakteria. Sifa kubwa kitunguu saumu ambayo inaweza kusababisha kuweza kutibu mwili ni kwa sababu inafanya kazi hii. Kwa nini waeleze? Ina uwezo pia wa kula mishipa yako pia, ukuta mishipa ya damu. Kwa maana kitunguu saumu inafanya kazi kwa namna hiyo. Maana huu ndio mshipa wa damu. Huu ndio mshipa wa damu, mshipa wa damu. Hii ni inaitwa mshipa wa damu, ni epithelium layer, endothelium layer. Epithelium layer, endothelium layer. Umeona? Mishipa ya damu, ukuta za juu zinajengwa na vitamin C sana au collagen, mshipa damu. Kwa sasa kwamba katika mshipa wa damu hapa, kabla mshipa wa damu kwanza unakuta kujua kuna cholesterol. Hii ndio cholesterol tufanye. Juu mshipa damu kuna cholesterol. Alafu juu ya cholesterol hapa sasa ndio kuna bakteria, kwa shumo ndio bakteria. Jinsi kitunguu saumu kinavyofanya kazi, hapa juu kuna bakteria. Kitunguu saumu kina uwezo wa kuingia ndani ya mwili. Ile madini ya allicin ya kitunguu saumu yanakula ukuta zote za, inakula bakteria zote hapa juu. Ikishakula bakteria, inakula pia ukuta mafuta pia kwa cholesterol. Ikishakula cholesterol, inaanza kama hamna kitu hapa juu cha kuendelea kula, inaanza kula mishipa ya damu. Inatanuka mishipa ya damu. Inaanza kula ukuta mishipa ya damu ya juu ya chini. Inaanza kula mishipa ya damu mpaka inapasua, ina uwezo. Yaani ikishasafisha ndani yaachi kuendelea kula. Kama unaendelea kula vitunguu saumu, ndio maana nashauri ukitumia vitunguu saumu kwa pressure, endelea kujifuatilia. Au mpe mtu video yangu ili uweze kumwokoa na kuweza kutumia pressure vitunguu saumu kuweza kujitibu pressure vizuri. Inaweza kula mpaka inaendelea kula mishipa ya damu. Yaani inasafisha, si mchezo, na wakati huo inakuwa inafanya damu inakuwa nyepesi sana. Ndio maana inapelekea mishipa damu kuwa mikubwa sana. Mwisho wa siku inapelekea pressure ya mwili kushuka. Umeona? Na pressure ya juu inasababishwa na mishipa damu kubana mafuta mengi. Kwa hiyo inakula mafuta yote mpaka inatanua. Sasa unakuta unatoka pressure ya juu mpaka pressure ya chini. Ndio vitunguu saumu ambayo ni hatari sana. Kwa sababu hiyo inaweza kula hadi ukuta wa juu wa mishipa yako ya damu. Umeona? Sasa hapa mpaka hapo umenielewa. Kwa hiyo vitunguu saumu ina hatari pia kama nilivyowaambia, na faida zake hizo. Na pia kwa mfano katika kutumia vitunguu saumu, au wakaja labda umekuja labda ombe uchague kati ya kutumia vitunguu saumu poda yake, unga wake, kati ya poda yake
Vitunguu saumu vyakula vyenyewe fresh vya kukatakata ambapo unakula usubiri dakika 10 ndio unakula, au supplement yake, au kuvitumia kama kwenye chai au na kuvitumia kwenye msosi. Kipi kenye faida zaidi kwa ajili ya pressure? Kuvitumia kama powder, kuvitumia kama vyenyewe kuvikatakata na kuvila usubiri dakika 10 na kuvila, au kuvitumia kama supplement ya virutubisho tiba Umoja wa Mataifa wanataka watengeneze vidonge vyake, au bora ni kutumia kama chai, kutengeneza kama chai. Bora zaidi kuweza kupata faida ya vitunguu saumu ya madini yanaitwa allicin, ambayo yanafanya kazi zote za maajabu ya vitunguu saumu. Ni bora kukatakata na kila fresh. Unakata kama nilivyoeleza, unakata kitunguu saumu unasubiri dakika 5 au 10, unakipasua, unakata kiwe wazi, kireact na hewa, kiweze kukutana na hewa ya oxygen iliyoko hewani hapa, ndio kinaform madini ya allicin. Baada ya dakika 10 ndio unakila. Hiyo ndio njia bora ya kupata faida ya vitunguu saumu. Madini yote haya na faida zake uzipata. Hiyo ndio njia bora ya kutumia kitunguu saumu. Wewe utataka kukwambia nje hapo, huyo afahamu kutumia kitunguu saumu na sio kosa lake, ana maarifa sahihi. Umeona? Na pia kama nilivyowaambia, kitunguu saumu ni hatari sana. Umeona? Kwa maana nashauri watu wengi, ukitaka kitunguu maji pia ni bora kuliko kitunguu saumu. Ukitaka kuamini kitunguu saumu ni bora kuliko kitunguu maji, na vyote vinatoka katika familia moja. Ndio maana ukichukua kitunguu saumu ukakipaka hapa kwenye, ukiweka hapa kwenye mkono wako, kitunguu saumu ukichukua ukakiweka hapa kwenye mkono wako alafu ukafunga hapo, ukasubiri dakika 15 muda mrefu, hata nusu saa, ukija kufungua hivi kitunguu saumu unakuta hata kwenye ngozi yako hapo pameharibika. Wewe jaribu kuangalia, patauma kwanza, si mchezo. Yani wewe jaribu kuangalia, subutu kufanya hivyo, ushuhudie kwamba vitunguu saumu ni hatari sana. Weka kwenye ngozi hapa, inakula yani ukuta wa juu wa ngozi kabisa, inaweza kula, inaharibu sana. Unaona? Lakini chukua kitunguu maji pia, kitunguu maji sasa chenyewe uone ni bora kuliko kitunguu saumu. Ukiweka hapa juu kwenye ngozi, ukakifunga hata unaganda, wala ukuta shida yoyote, kutuma tatizo kompea ukifananisha na kitunguu saumu kikaa hapa. Mama ambaye kitunguu saumu kina uwezo wa kula, kitunguu saumu kina uwezo wa kula ukuta wa juu wa mishipa ya damu, ukuta wa juu wa bakteria na ukuta wa juu wa mishipa ya damu, mpaka inatanua mishipa. Kwa hiyo ni hatari. Na naitwa Dr. Chris, namba yangu ya simu hii hapa, na tunashukuru sana tuko pamoja nasi, na tushukuru serikali yetu, tushukuru Wizara ya Afya kwa kutupa mamlaka haya na uwezo wa kusaidia jamii yetu. Na kuna kitu kimoja cha muhimu sana kuliko vyote hivi, kinaitwa mkeka tiba au reflexology. Sometimes unaweza kula kitunguu saumu au kwa unakula vyakula sahihi kabisa hata na pressure kitunguu saumu, lakini pia ukawa unashindwa tumbo lako labda liweze kumeng'enya vyakula, mzunguko wako wa damu mwilini ni mbaya, kuna pia upati choo vizuri, unaweza kutumia kitu kama hichi ambacho kinaitwa mkeka tiba. Mkeka tiba wa Japani pia ni tiba moja kubwa sana ya asilia ya kuweza kutibu pressure, kukatisha kwanza, na uwezo kukatisha matumizi ya dawa za hospitalini au za asilia pia. Zote unatumia muda mfupi, kwa sababu magonjwa sio ambukizi yanasababishwa na mfumo wa maisha na vyakula tunavyokula, na yanatujia kubadilisha mfumo wa maisha kwa tiba kama hii mkeka tiba wa Japani, ambao hii ni tiba ambayo inapitia kwenye mifumo yote na viungo vyote ndani ya mwili kurudisha mwili katika hali ya kawaida, na una matokeo makubwa sana kuanzia siku ya kwanza. Ndio maana tunatanguliza tiba. Na bei ya mkeka tiba huu ni 260,000 na unakaa miaka 5 mpaka 7. Na hata ukishapona pia unaweza kutumia kama kinga, kwa sababu magonjwa sio ambukiza na mtindo wa kurudi. Yote ni suluhisho, na mtu yote anaweza kutumia kwanza miaka 3 na kuendelea. Tunasaidia jamii kwa uhakika na upendo.